Majina ni Harrison Mateva, the Deputy County Commissioner Limuru. The bar is located within a residential flat, mahali kunaishi watoto na familia. Na pia karibu na hiyo bar kuna shule, which is about 100 meters kutoka kwa hiyo bar. Na kulingana na sheria ya Nakada, haifai shule na bar ikuwe katika urefu wa 300 meters kutoka kwa shule, haifai ikuwe within 300 meters. Na hii bar pia tumeestablish kwamba mwaka uliopita wote ni kama hawako na license na wameapply mwaka huu pia, lakini county haijawapea idhini ya cooperate. So according to us as a security team, we have come in to ensure that the Alcoholic Drinks Act na sheria za county na za public health zinafuatwa. Na hata wenye wanahudumu huko ndani pia hawana barua ama idhini kutoka kwa Department of Public Health. Tumepata pia iko pombe ambayo ilikuwa kwa store na ilikuwa ime-expire in 2024. So we are following up that issue ili iende kupimwa na tujue ni kwa nini pombe ambayo ili-expire miaka 2 iliyopita bado iko kwa store. Na hawana license ya cooperate. Ndio wali apply kwa county, lakini mimi niko mmoja wale ambao wanakaa kwa hiyo kamati na county government haijawapatia idhini. Na hawatapata license because of the contravention, the location of that particular bar, na pia mahali iko karibu na shule. So license hawatapatiwa. So hii bar haitaendelea. Hiyo ndio sheria ambayo iko. Kuna ile expire, hata mwenyewe ndiye alituonyesha kwamba ili expire ilikuwa kwa store, but pombe hizi expire miaka 2 na bado iko kwa store. Inafanya kazi gani hapo? Na iko sheria kwamba kitu kama expire you are supposed to destroy it. Pia tumepata pombe ambayo inauzwa nusu ambao ni kinyume na sheria ambayo imewekwa. Kando na pombe, tumepata mhudumu mwenye alikuwa hapo ndani na kulingana na sheria mwenye anapatikana hapo, yeye ndiye atajibu mashtaka na mwenyewe pia itafika mahali atatafutwa kwa sababu yeye ndio mwenye bar. So hiyo tunafuatilia. Naitwa Brian Brokarioki kutoka Tigoni, msaliwa hapa. Na hapa ni kwetu. So afanye makosa juu hatuna kasi, tuna nini? So pombe hatukunywagi mchana. Sisi tunakunywa masaa kifunguliwa. So naomba tu waachilie pombe hivyo tu. Mungu yuko. Na Mungu yuko. Pombe tukunywe. Nadhani kahare. Lakini shida ni kwamba hatujuagi. Serikali mkipigana na pombe, hatujuagi ni pombe gani ambayo mnapigana nayo. Bona hamtutembelei mkiwa na ile seminar, mtuonyeshe hii ndio pombe mbaya na hii ndio pombe nzuri. Bona hamkujagi kutuambia. Nyinyi mnakuja tu kushika. Alafu saa zingine mnatushika hata huko ndani. Mnatushika tunakunywa pombe mbaya. Bona hamjawahi kukuja katika ile warsha ama seminar, mtuonyeshe hii ndio pombe mbaya na hii ndio pombe mzuri. Why? Club kuja karibu na boma ama karibu na wananchi ama shule ni kama yote inaweza kuisha hapa Tigoni. Kama ni hivyo ni yote inaweza kuisha. Sisi kama wakazi wa Tigoni, kama mumeamua ya kwamba pombe karibu na shule ati iishe, basi ni bar zote zitaisha. Ni bar zote zitaisha, hakuna bar itabakia. Nakada ikuje ituonyeshe ni pombe gani hiyo inakuwaga mbaya na ni pombe gani mzuri. Liberty.
Majina ni Harrison Mateva, the Deputy County Commissioner Limuru. The bar is located within a residential flat, mahali kunaishi watoto na familia. Na pia karibu na hiyo bar kuna shule, which is about 100 meters kutoka kwa hiyo bar. Na kulingana na sheria ya Nakada, haifai shule na bar ikuwe katika urefu wa 300 meters kutoka kwa shule, haifai ikuwe within 300 meters. Na hii bar pia tumeestablish kwamba mwaka uliopita wote ni kama hawako na license na wameapply mwaka huu pia, lakini county haijawapea idhini ya cooperate. So according to us as a security team, we have come in to ensure that the Alcoholic Drinks Act na sheria za county na za public health zinafuatwa. Na hata wenye wanahudumu huko ndani pia hawana barua ama idhini kutoka kwa Department of Public Health. Tumepata pia iko pombe ambayo ilikuwa kwa store na ilikuwa ime-expire in 2024. So we are following up that issue ili iende kupimwa na tujue ni kwa nini pombe ambayo ili-expire miaka 2 iliyopita bado iko kwa store. Na hawana license ya cooperate. Ndio wali-apply kwa county, lakini mimi niko mmoja wale ambao wanakaa kwa hiyo kamati na county government haijawapatia idhini. Na hawatapata license because of the contravention, the location of that particular bar, na pia mahali iko karibu na shule. So license hawatapatiwa. So hii bar haitaendelea. Hiyo ndio sheria ambayo iko. Kuna ile expire, hata mwenyewe ndiye alituonyesha kwamba ili expire ilikuwa kwa store, but pombe hizi expire miaka 2 na bado iko kwa store. Inafanya kazi gani hapo? Na iko sheria kwamba kitu kama expire you are supposed to destroy it. Pia tumepata pombe ambayo inauzwa nusu ambao ni kinyume na sheria ambayo imewekwa. Kando na pombe, tumepata mhudumu mwenye alikuwa hapo ndani na kulingana na sheria mwenye anapatikana hapo, yeye ndiye atajibu mashtaka na mwenyewe pia itafika mahali atatafutwa kwa sababu yeye ndio mwenye bar. So hiyo tunafuatilia. Naitwa Borithi kutoka Tigoni, msaliwa hapa. Na hapa ni kwetu. So afanye makosa juu hatuna kazi, tuna nini? So pombe hatukunywagi mchana. Sisi tunakunywa masaa kifunguliwa. So naomba tu waachilie pombe hivyo tu. Mungu yuko. Na Mungu yuko. Pombe tukunywe. Nadhani kahare. Lakini shida ni kwamba hatujuagi. Serikali mkipigana na pombe, hatujuagi ni pombe gani ambayo mnapigana nayo. Bona hamtutembelei mkiwa na ile seminar, mtuonyeshe hii ndio pombe mbaya na hii ndio pombe nzuri. Bona hamkujagi kutuambia. Nyinyi mnakuja tu kushika. Alafu saa zingine mnatushika hata huko ndani. Mnatushika tunakunywa pombe mbaya. Bona hamjawahi kukuja katika ile warsha ama seminar, mtuonyeshe hii ndio pombe mbaya na hii ndio pombe nzuri. Why? Club kuja karibu na boma ama karibu na wananchi ama
ama shule, ni kama yote inaweza kuisha hapa Tigoni. Kama ni hivyo, ni yote inaweza kuisha. Sisi kama wakazi wa Tigoni, kama mumeamua ya kwamba pombe karibu na shule ati iishe, basi ni baa zote zitaisha. Ni baa zote zitaisha, hakuna baa itabakia. Na kada ikuje ituonyeshe ni pombe gani hiyo inakuwaga mbaya na ni pombe gani mzuri. Sisi hatujui. Let me appreciate the support to the African Union by many partners here. And to support what you have done over the years, we are having a very candid conversation as African leaders, and I will be presenting a report on what we have managed to put together. Number one, to do more on funding the African Union. We have developed alternative mechanisms of trying to make sure that we fund the African Union 100% by ourselves, so that whatever partnership exists will be additional to what we are doing as leaders and as countries in this continent. Number two, we are looking at the peace and security infrastructure. The peace fund we have at the AU require re-engineering. We have made proposals, and we will ask for support from friends and partners so that African peace interventions, as was passed by the UN resolution, I think 2279 or thereabout, that says that African Union or African peace security interventions will be funded by assessed contributions of the UN, so that we can be able to take charge of the hotspots in our region. But aside from that, we are also looking at what we can do on the African standby force to be able to manage the security challenges in our region more. I will be making this presentation to my colleagues this weekend. We are also looking at making the African Union much more accountable. Today, there is a disconnect between the Pan-African Parliament and the executive institution of the African Union. We want to see how budgets can be approved, improve the efficacy of the Pan-African Parliament, and we've made concrete proposals on that, how that can be done. And then finally, we want to create much more accountability by finally bringing into force the African Court of Justice. Today, if there are disputes between institutions of the AU, there is no mechanism of adjudicating. Today, if there are disputes between countries, there is no mechanism of adjudication. Thankfully, the instruments for the establishment of the African Court of Justice have already been ratified. They have already been signed. What is only remaining is the actualization. So again, we will be making those proposals. Excellencies, in 2025, Kenya continued to deepen bilateral relations across Europe, the Middle East, Africa, Asia, and the Americas. These engagements strengthened cooperation in trade, investment, security, migration, climate action, education, and technology, while expanding people-to-people exchanges. I am very happy that in the last 3 years we have been able to conclude, sign, ratify the Economic Partnership Agreement with Europe. It was quite a very proud moment to sign that contract here. We have also concluded the CEPA agreement with
UAE. We have also almost concluded now the agreement with China. And my Minister for Trade will be leaving the day after tomorrow to conclude the negotiation, the bilateral trade agreement with the United States. And we are aligning more so that we can build a stronger ecosystem of trade partnerships that will allow us to do more with many friends across the globe. We look forward to further widening and deepening diplomatic engagement in 2026 as we advance bilateral cooperation frameworks globally, promote peace and security, strengthen trade and investment ties, expand scientific, technological, and cultural exchanges, foster regional integration, facilitate labor mobility, and harness collective efforts towards shared continental and multilateral aspirations.